Kwa majina naitwa Vincent Joseph Mpombo. Ni mtiania au ni mgombea kwa nafasi ya ubunge jimbo la Mbinga vijijini. Kwa nini nimeamua kusubutu nikiwa kama kijana? Kwa sababu naweza nikasema jimbo la Mbinga vijijini tuna rasilimali pendwa zisizohamishika ambayo naweza nikasema ni madini ya makaa ya mawe. Kwenye hayo madini, mimi kama kijana ambaye ni afisa tehama wa halmashauri, ila nimeamua kuomba likizo ya muda isiyo na malipo kuja kuwania hii nafasi, kwa sababu hayo madini wanufaika si wazawa. Unakuta wanufaika ni watu kutoka sehemu mbalimbali, na hata haijawahi hata mwaka mmoja katika hiyo migodi rasilimali pendwa ambayo ni makaa ya mawe, hata mwaka mmoja toka nijue Mbinga sijawahi ona kwamba wametoa tangazo lolote la ajira kwenye mbao za halmashauri au mbao za vijijini kama wanavyofanya serikali. Unakuta kama wanahitaji watendaji wa vijiji, wanatoa nafasi kwenye mkuta mbalimbali, matangazo mbalimbali, lakini unakuta Mbinga vijijini haijawahi tokea. Ukienda kwa wenzetu kaskazini, kuna utaratibu kwenye migodi yao, unakuta wazawa ndio wanufaika, lakini sisi kama vijana wa Mbinga vijijini, halmashauri yetu pendwa ina migodi mizuri, lakini wanufaika si wazawa. Pia nimeamua kuchukua fomu. Kuna changamoto mbalimbali ndani ya Chama cha Mapinduzi, na ndio maana nimeamua kusubutu. Unakuta viongozi wa ndani ya chama, aidha kata au vijiji, wakitaka uendeshaji wa ndani ya chama au ndani ya kata vijiji, lazima wamuone au wampigie simu mbunge muda wote. Mbunge nitumie 5,000, mbunge nitumie 2,000 nipeleke fomu mahali fulani, mbunge niwezeshe kitu fulani. Sasa ile mimi nikiwa kama kijana, muda mwingine naona si vema, na kati posho ya mbunge inatosha kabisa kufanya jambo, hata kama kuamua tu kwamba basi kila 100,000 au 200,000 kila mwezi zingie ndani ya chama. Kama ni posho ya mbunge kila mwisho wa mwezi labda milioni 12 au 15, ukitoa 200,000, 100,000 kwa kila kata ili isaidie uendeshaji kwenye ofisi za vijiji za chama, sidhani kama patakuwa na msongamano wa wajumbe au viongozi wa ndani ya chama kata na vijiji, endapo ana vikao vyao ambavyo vipo kwa mujibu wa sheria na taratibu kila baada ya miezi mitatu. Sidhani kama kutakuwa kuna usumbufu au kupigia mjumbe au kupigia mbunge. Nimeamua kugombea si kwa maslahi yangu binafsi. Kwanza mkiniangalia physical appearance inaruhusu, na katika kuamua jambo kama hili katika ushindani kuna kupata na kukosa, yote ni matokeo, lakini mimi dhamira yangu ni kupata. Na endapo itatokea amepatikana mmoja ndani ya chama kama ni mimi, nawaomba wenzangu wote, watiania wenzangu wanisapoti. Endapo atatokea Mungu kamjahali ya mwingine, pia nitaomba watiania wenzangu wengine tumsapoti. Si tuweke makundi yasiyo na tija, hatutaifikisha Mbinga vijijini pale ambapo tumekusudia kuifikisha. Pia naweza nikasema kwamba rasilimali pendwa si wanufaika sisi tunaozungukwa na ile miradi, ile migodi, kwa sababu kuna kitu kinaitwa CSR. Hiyo CSR lazima kuna asilimia ya wale wachimbaji migodi irudi ndani ya vijiji au ndani ya zile kata, aidha zikajenge mashule, zikajenge zahanati, madawati. Lakini ukiangalia zile sehemu ambazo zinachimbwa migodi, hata zile shule sio nufaika, madawati hayaeleweki, mfano Mtundualo na baadhi ya sehemu kule Rwanda, zahanati zenyewe hazieleweki.
kwa sababu hatujampata mtu strong anaweza kutusimamia na kutupa ushirikiano na kutuwakilisha vyema Mbinga DC, Mbinga vijijini. Tumezoea watu wenye vitambi, lakini mimi mnaniona niko very comfortable. Ni kijana ambaye najiamini na nitaenda kuwakilisha vyema wana Mbinga DC, yani najiamini kuliko mnavyonichukulia. Asante. Asanteni sana.